vitu ni nyingi. Pengine mmeshindwa hata kufika kwa hiyo studio yenyewe ili utoe. Na hata pia unajua sisi hatufanani. Kuna wengine wakisikiza labda watakwambia sauti yako haifai hivi, labda haifiki kwa kiwango hichi. Na sasa wengine wanashangaa wanauliza katika hiyo hali ya kutoona ilianza vipi? Ulipata kwa sababu ya kuzaliwa hivyo au ilikuja baadaye? Tueleze kidogo. Nashukuru sana kwa swali lako. Kutoona kwangu ama kukaa person with disability, visually impaired, ilianza nikiwa mtoto mdogo, nikiwa miezi 5. Hapo ndipo nilielezwa kwamba macho yangu yalianza kuleta shida. Nazunguka hospitali, nimeenda Kenyatta, nimeenda Kikuyu, nimeenda Mama Lucy, kote nimezunguka, ila walipopima wakaangalia uwezo wangu wa kuona, siwezi nikaona tena. Hapo ndipo sasa walinishauri kutafuta shule ya walemavu na ndio nikapata kusoma. Amen, amen. Wewe ni mfano mkubwa sana katika kijamii, manake kuna wale watu ambao wana hali kama yako, lakini unaona kana kwamba wamefika mwisho. Nataka ukaweze kuambia tu jambo moja, kwa sababu kuna wale ambao wana shida ya ulemavu kidogo na wanaona kana kwamba wamefika mwisho, wanachekelewa, lakini wewe tuambie, ukaweze kuwashauri ni mahali umefikia, ni nini utawaambia ili wakaweze kuwa na nguvu ya kuendelea kwa maisha? Kweli kabisa, niseme watu wengi hata wamefungiwa kwa manyumba. Wazazi tafadhali, mnaonitazama, mnaonisikiza, waacheni watoto walemavu waende shuleni wapate elimu. Pale shuleni utapata motisha kubwa. Kama mimi nilipoenda nikawakuta wenzangu wasioona, nikapata wengine hawana miguu, lakini na bado hawaoni. Hapo ndipo nilijiamini na nikasema kweli Mungu ni wa ajabu. Pia ikiwa kuna mtu bado anasikia moyo unamsumbua, maybe anajidharau, naona mimi niko mlemavu, siwezi jihusisha na watu. Hata wakikudharau, unajua sasa uzuri wetu sisi wenye hatuoni, hatutakuona na hatutasikia hiyo ugumu, lakini ni vizuri tujikubali. Ukijikubali utaruhusu jamii kukubali wewe. Ukijidharau jamii pia itakuchukulia hivyo. So kama unanisikiza, ni vizuri tujikubali, tujitokeze kwa wingi, tujiseme sisi tupo. Otherwise tukinyamaza, society itatuchukulia hivi inavyotuchukulia. Yes. Bila shaka jikubali, tokea na ile kazi ambayo Mungu amekupa, na hiyo hali yako ana sababu. Kwa hivyo jitokeze wewe mwimbaji, jitokeze wewe ambaye ni dansa lakini una tatizo mahali. Mungu ana sababu, anataka ufikie wale ambao wako na matatizo kama haya ukaweza kuwatia moyo. Labda nikuulize swali moja la mwisho.